usiongope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Amen. Maandiko inasema hapa, tumesoma jamaa anaitwa Ibrahimu na Sarai wamekaa kwa ndoa miaka mingi, na maandiko yanasema wakiwa kwa ndoa, matamanio ya wawili ambao wameoana ni wapate mtoto. Na maandiko yanasema wakakaa kwa muda mrefu wakiomba Mungu hawape mtoto. Maandiko yanasema tumbo la Sarai ilikuwa limefungwa. Si kwamba hakuwa na uwezo wa kupata mtoto, si kwamba hakuwa na neema ya kupata mtoto, si kwamba hakuwa na uwezo wa kumzalia, lakini tumbo yake lilikuwa limekamatwa. Wengi wako na neema ya kwenda mbali, wengi tulio mali hapa tuko na neema ya kusonga na mbele, wengi tulio na kwa ibada hii tuko na wito wa kwenda mbali, lakini kuna mwenye aliyefunga tumbo zetu akasema hii nyumba haitazaa, hii ndoa haitazaa, hii biashara haitazaa, hii kazi haitazaa. Maandiko yanasema walipokuwa wanangoja, Sarai akaona mambo kwisha, mimi sitaweza kumzalia mtoto. Huyu mzee wangu anaitwa Ibrahimu. Akaambia Ibrahimu, kwa nini usipate kumchukua mjakazi ulale na yeye, iposa mali ipate mtu ambaye atakayerithi. Maandiko yanasema Ibrahimu akakimbia akalala na Agai, na wakabarikiwa na mtoto anaitwa Ishmaila. Maandiko yanasema walipokaa, mbingu ikafunguka na Sarai akapata mtoto anaitwa Isaka. Walipokuwa wanacheza, maandiko yanasema Sarai akaona huyu kijana ataleta shida kwa nyumba hii. Asubuhi na mapema akaamsha Ibrahimu, amwambia mzee, sasa mahali imefika, chukua huyu mjakazi na mwanae umtoroshe. Jambo hili lilikuwa ngumu kwa Ibrahimu, maana hii ni damu yake, lakini Mungu akamwambia Ibrahimu, usiwe na shaka, fanya vile mke wako amekwambia. I like that, vile Mungu alipomtokea. Kuna masaa ingine kama Bwana atatokea tutafanya a wrong decision, lakini katika kila uamuzi tunaofanya kwa maisha hii, uruhusu Bwana akakupe uamuzi wa kweli. Watu wengi tumeamua mambo yetu, lakini tukaangukia, tumeanguka. Maandiko yanasema walipoamka asubuhi, Sarai akatengeneza mkate, hiyo ingine ni maji, akampa. Huko jangwani wakaenda. Walipoenda katika jangwa, maandiko yanasema mkate ukaisha, maji ikaisha. Na hapo ndipo nataka niongee ujumbe wa leo, nikwambie katika safari hiyo mkate wako utapata kuisha, maji itapata kuisha, chochote kilicho mikononi huenda kikaanguka. Lakini nakuambia kama Bwana yuko mbele yako, na kama Bwana unatembea na yeye, kama ulisikia akikuambia acha wapate kwenda, ninakuambia hata mkate ukiisha, safari yako itatoboa kwa jina la Yesu. Wengi tulishindwa, maana mikate tuliyokuwa tumebeba iliisha. Ni kumaanisha safari yetu tumekuwa tukitegemea wanadamu, wakafika mahali wakatuondokea. Na mimi nataka nitangaze kwa jina la Yesu, usitegemee wanadamu, tegemea mbingu pekee. Ni maana chochote kitaisha kwa mikono, Bwana atatumana katika jina la Yesu. Hata upoteze marafiki leo, ni Bwana atatuma mbingu kuende nawe. Hata leo watu wakutenga, mbingu iwezi kukutenga katika jina la Yesu Kristo. Mimi kuna watu tulianza safari na wao, na tukafika mahali wakachoka na mimi, lakini walipochoka ndiye njia yangu ilipata kufunguka. Na mimi nakuombea kwa jina la Yesu, hata kama mkate wako uliishia mbali, ninaamini uko na Bwana anayelisha watu na mana
katika jina la Yesu. Na ndipo nataka nitangaze mlango wako wa biashara ukafunguke leo. Uende uliona unapoteza, lakini kuna mlango unafunguka leo. Kuna mlango Bwana anataka kaufungue kwa jina la Yesu Kristo. The Bible says, Hagai wakati aliona maji yameisha, kama mwanadamu akakufa moyo. Sijui wakati unafika mahali na unaona kimeumana unaenda